الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، baada ya kumaliza somo letu lile la asmaul ishara, leo tunaendelea nalo tukiwa katika kipengele cha kufafanua moja baada ya nyingine. Tukianza leo na hadha. Kama tunakumbuka tulisema hadha ni jina linaloashiria vitu vya kitu kilichokuwa karibu, yani hadha lilmufrad almudhakkar. Hadha tulisema ni jina linaloashiria mtu au kitu kilichokuwa karibu kimoja chenye jinsia ya kiume. Kwa hiyo hadha inatumika kumwashiria mtu mmoja mwenye jinsia ya kiume au kitu kimoja chenye sifa, jina lake lina sifa ya kiume. Kwa hiyo leo tunaangalia maana yake sasa kwa kufafanua moja baada ya nyingine. Tukisema hadha, tunaposema hadha katika lugha ya Kiarabu ina maana 4 au zaidi. Ina maana 4 na zaidi. Tunaposema hadha katika lugha ya Kiarabu ina maana 4. Ima unamaanisha huyu au hii au hiki au hili. Unaona? Kwa hiyo hadha sasa tumepata kuona hapa ina maana 4, ikiwa inamaanisha kwa mtu huyu, yani mtu hauwezi ukasema huyu yani si mtu, labda mnyama. Kwa hiyo huyu inakuja katika matumizi ya huyu au hii au hiki au hili. Naona kama tulivyoonyesha hapa, kwa unaweza hapa kwamba burtuqalun kursiyun baitun Muhammad. Kama tulivyoona hapa kwamba hili hadha inaweza ikaja kwa maana ya hili. Kwa unaweza ukasema hadha burtuqalun, hadha burtuqalun. Hili ni chungwa, imekuja katika maana ya hili. Hili ni chungwa, hadha burtuqal, hili ni chungwa. Sawa sawa. Na hadha inaweza ikaja katika maana kwenye maana ya hiki. Unaweza ukasema hadha kursiyun, hadha kursiyun, hiki ni kiti. Hadha kursiyun, hiki ni kiti. Na hadha inaweza ikaja katika maana ya hii. Nasema hadha baitun, hadha baitun, hii ni nyumba. Na inaweza pia ikaja katika maana ya huyu. Utasema hadha Muhammadun, hadha Muhammadun, huyu ni Muhammad. Kwa hiyo umeona, kwa hiyo hadha inabadilika kutokana na maana ya kile kitu unachokimaanisha. Ima kikiwa ni kitu kinakuja katika kutamka katika hiki au hii, au ikiwa ni tunda mathalan hili, basi inatumia hadha maadamu kitu hicho jina lake ni lenye sifa ya kiume. Kama tulivyoona hapa, tutakuja tuyafahamu majina ambayo yenye sifa ya kiume na majina ambayo yenye sifa ya kike. Na kadhalika vile vile tukisema hadhihi, tunaposema hadhihi maana zake hadhihi, tunaposema hadhihi pia maana zake hizo hizo, ila utofauti wa huku kwenye mifano tutabadilisha, kwa sababu haya ni majina yenye jinsia, yapo katika sifa ya kiume. Kwa hiyo hatuwezi tukatumia kwenye hadhihi. Kwa kwenye hadhihi hapa tutabadilisha mifano yetu ya majina. Hapa tutasema mfano huyu hadhihi Fatima, hadhihi Fatima, Fatimatun. Kiuandishi inaandikwa Fatimatun, kisi tunaita Fatuma Kiswahili, lakini kiufasaha na jinsi inavyoandikwa inaandikwa Fatimatun. Kwa hiyo utasema hadhihi Fatimatun. Na hapa kwenye hii utasema hii mathalan hadhihi sayyara, sayyaratun, sayyaratun.
sayyaratun. Tutasema hadhihi sayyaratun, hadhihi sayyaratun, hii ni gari. Na hapa kwenye hiki tutasema hiki ni mathalan tutasema hadhihi ghurfa, ghurfatun, tutasema hadhihi ghurfatun, hadhihi ghurfatun, hiki ni chumba. Naona nakuja katika maana ya hiki, hiki ni chumba. Na kwenye mfano wa hili utasema mfano utasema hadhihi tufah, utasema hadhihi tufah, 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 hadhihi tufah, tufah, hadhihi tufah, tufah. Naona, kwa hiyo utasema da, utasema hili ni thamara, au ni hili ni tufahatun, tutasema tufahatun. Tutasema mfano mwingine, hili ni masalan hili ni nafidha, nafidha, fidhatun, ile tumeona iendani, kwa hiyo hapa inakuwa nafidha, nafidhatun, kwa itakuwa hadhihi nafidhatun, hili ni dirisha. Unaona, kwa hiyo pia hadhihi inatumia hizi maana. Kwa hiyo hadha na hadhihi zina maana moja, lakini kimatumizi itakuwa zinatofautiana, kwamba hadha ni kwa mwanaume lilmudhakkar na hadhihi kwa mwanamke au jina lenye sifa ya kike. Hapo mbele insha Allah tutakuja tuyafahamu majina ambayo yana sifa ya kiume na majina ambayo yana sifa ya kike. Na usiache kunifuatilia ili tuweze kuendelea na masomo mengine insha Allah. Jazakumullahu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
أكتب الله